juzi nilikuwa nafua kidogo nje, maana nina kalikizo kidogo, so siendi kazini, namsaidia dada kufuafua. Simu yangu ikaita sana sebuleni, mama alikuwa anapiga, naona mume wangu akaamua aangalie simu. Kuna chati nilikuwa na chati na mama, na ni kuhusu hiyo nyumba. Ananiambia kwamba mama fulani kwa sasa hata kuwepo mjini, anarudi kwao kijijini, atakaa muda kidogo. Je, nani atatusaidia kujifanya mwenye nyumba ili uendelee kuchukua kodi mwanangu? Tada! Sasa cheti zetu zilikuwa ni nyingi. Mume wangu kumbe alizisoma zote, mpaka mpango wa kumpata mwenye nyumba bandia. Nimeongea ukweli wangu hapa wote ili mniweze kunisaidia. Nampenda sana mume wangu, na kuna muda nilikuwa naumia sana ninavyomuona anahangaika kutafuta kodi kwa wakati, na at the same time na ada za shule za watoto. Usiku alikuwa halali anaweweseka sababu ya haya majukumu. Sijui ni shetani gani aliniingia. Sasa nikaingia ndani, nikachukua nguo nyingine nikafue. Pia ndo ananiambia mama kapiga sana na ametuma na message mjibu. Mimi nikachukua simu maana haina lock. Na mimi na mume wangu hatushikiani simu, so nilisahau kufuta zile message za mama. Naangalia nakuta upande wa message, so nikajua mume wangu ameshasoma zote. Nikaona hajaniambia kitu, kabadilika tu sura, kaingia chumbani, akavaa t-shirt yake, akaondoka zake. Yaani ninavyoongea leo ni siku ya 3, mume wangu hajarudi nyumbani. Naombeni ushauri jamani, nifanyeje? Nashindwa kujieleza sababu hajaniuliza chochote mpaka leo, na sijui anafikiria nini. Status ana view ila message zangu hajibu. Simu zangu pia hapokei. Nilichofanya, nilimwomba sana mama hakikishe mume wangu ajue kama ile nyumba ni yangu, ili awe analipa kodi na ichukua mimi kwa mahitaji yangu mengine. Tuna mwaka wa 3 hapa sasa hivi na mume wangu ananilipa kodi kwa uaminifu kabisa, hajui kama ananilipa mimi. Tayari tunajenga kwetu na tunakaribia kuhamia huko, so niliona kama ndo ingekuwa mwisho wa hizi drama, ila sasa ndo nimeshashtukiwa katikati. Naombeni ushauri, nifanyeje jamani? Niko njia panda, mama yangu mzazi kaniponza.